Sasa ngoja nikwambie na nikukumbushe moja ya vitu ambavyo vinaweza vikafanya mtu asiendelee kufanikiwa ni wale ambao wanakopa fedha ya watu alafu hawarudishi. Unakumbuka siku ambayo ishawahi kwenda kwa mtu kumwomba akukopeshe pesa, na kwa kweli ulimkuta ana pesa lakini akakukatalia hana pesa. Wewe ulijisikiaje? Nini ulichokihisi? Lakini pia wachana na hiyo, twende. Unakumbuka siku ambayo ulienda kwa yule ambaye ulienda kwa mtu mwingine tena ukamwomba pesa au kukopeshe pesa, akakwambia pesa hii nina kazi nayo, lakini ninakupatia siku fulani unirejeshe, na ukachukua ukaondoka nayo, lakini siku ilipofika ukurejesha pesa na mwenyewe alipokuja kudai alikukuta una pesa, si kwamba ukuwa na pesa, lakini hukumpatia ile pesa yake aliyokuwa anadai. Hivi unahisi ulikuwa sahihi au unahisi ni sahihi ukienda kwa mtu mwingine tena asikupatie pesa wakati ukiwa na shida? Je, unahisi upo sahihi kumlaumu asipokukopesha? Maana wewe umekuwa na kawaida, ukikopeshwa pesa hutaki kulipa, hutaki kurudisha pesa ya watu. Na si kana kwamba hauna pesa, unayo, lakini kurudisha inakuwa kizungumkuti. Sikiliza nikukumbushe, mtu anapokukopesha pesa si kwamba ana pesa nyingi ndio maana akakukopesha, ila moyo wake ulimsukuma, na ulipoeleza kwamba una shida akaamua kukusaidia. Sababu ya kila alichokitenda kwa upendo na kwa huruma, kukuhurumia wewe, usimfanye akaonekana mbaya baadaye anapokuja kudai iliyo haki yake, kwa sababu hiyo ni haki yake. Na wewe wakati ulipokuwa unaenda kumwomba pesa, ni ulinyenyekea kwake, ukamsihi, akakuonea huruma, ndio maana akukupatia hiyo pesa. Sasa usimfanye aonekane mbaya kwa sababu anadai pesa yake. Kuna watu wengine wanadaiwa pesa, wakati walipoenda kukopa walikuwa nyenyekevu, lakini wakati wa kurudisha, yani anamkodolea macho, anampa maneno mabaya ya hovyo, kana kwamba huyu ndiye aliyekuwa na shida akaja kuchukua pesa, na kati wewe ndio ulikuwa na shida ukaenda kukopa pesa. Kwa hiyo Biblia yenyewe haikubaliani na wewe ambayo unakopa pesa za watu halafu urudishi pesa za watu. Rudisha pesa za watu. Biblia yenyewe inasema hivi, ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi ile ya Zaburi ya 37 ule mstari wa 21, inasema hivi asiye haki hukopa wala halipi, bali mwenye haki hufadhili na hukirimu. Hello, lipa pesa ya watu, acha kukaa na pesa ya watu. Wakati ulipokuwa na kopo ulikuwa unalia, unamsihi akukopeshe. Sasa shida yako imeisha, unaona kama huyu hafai na hata hutaki kumuona. Mungu akusaidie ulipe pesa ya watu. Sasa ngoja nikwambie na nikukumbushe moja ya vitu ambavyo vinaweza vikafanya mtu asiendelee kufanikiwa ni wale ambao wanakopa fedha ya watu alafu hawarudishi. Ukumbuke ya kwamba unapokuwa hujarudisha
yule ambaye ulimkopa alikuwa na mahitaji yake, na wakati inapofika akitegemea pesa afanye mahitaji yake, alafu humrudishi, alafu wewe una pesa alafu unakaa nayo wakati alikukopesha, anapolia ndani ya moyo wake, ile ni laana tosha, Kwa hiyo unaweza wakati mwingine usione ukifanikiwa mbeleni, kwa sababu kuna fedha za watu ulikopa na umekaa nazo na hautaki kuwalipa. Yule mtu anapolia moyo wake, ndani ya moyo wake unapoumia, automatically inakuwa ni njia ya wewe kustopisha. Kwa wakati mwingine unaweza ukasema nitakuwa nimerogwa, kila nikifanya hiki sifanikiwi, kila nikifanya hiki sifanikiwi. Unakumbuka kuna hela za watu umekopa alafu hujarudisha. Rudisha hela za watu, zinadai. Haki ya mtu inalia, sababu ni haki yake, mrudishie. Kwa hiyo haki yake inadai, na haki ya mtu inapoendelea kudai haiwezi kukuacha salama. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu watu wanalia. Kuna vitu ulisaidiwa lakini hukurudisha. Rudisha ili ubaki salama. Kisa halisia ili uweze kupata. Unaweza kusema huyu brother anaongea tu kwa sababu ameamua kuongea. Sasa kuna mama mmoja ambaye alienda kwa mama mmoja akamkopa pesa. Tena alipofika pesa yenyewe alikuwa na hela ya mwanafunzi ndani. Akamsia, akamwambia naomba mpaka wiki ijayo nitakurejeshea. Lakini yule mama alimuonea huruma, akampatia pesa, akaenda. Wakati alipoenda akafanyia shida zake, wakati aliporudi alimwambia pesa yako sikupi. Kwanza sina pesa. Ukweli ya kwamba sio kana kwamba alikuwa na pesa, lakini akamwambia mimi sina pesa. Lakini yule mama alimwambia kwa kweli, kama unaninyima pesa yangu, pesa yoyote utakao unaipata usitumie ikaishie kwenye magonjwa, kwa sababu mimi nilikusaidia kwa ajili ya shida ya kwenda kumuuguza mwanao, lakini sasa wewe unaninyima pesa yako. Pesa yoyote utakaoipata iishie kwenye magonjwa. Ukweli ya kwamba yule mama ambaye alikuwa anadaiwa yeye hakumbuki, lakini ukweli yule mama amekuwa akisumbuka sana na magonjwa. Yaani kila anachofanya magonjwa, yani kwake yamekuwa hayaishi, lakini hakumbuki yeye. Mimi kwa uzuri nilichomwambia huyu mama ambaye kwa mdai, akamwambia mama, ni kweli akukulipa, lakini msaidie, mweneo moyo wa huruma, na mkumbushe, mwambie, maana ninachojua kwamba yeye hatakuwa anakumbuka huu usemi uliomwambia. Kwa hiyo ninacho kukuonyesha ni ya kwamba pesa ya mtu haiwezi kukuacha salama. Na ukumbuke ya kwamba mdaiwa huwa anasahau, lakini mdai, kuna mtu anaweza akawa anakumbuka deni la miaka 15 au miaka 20 iliyopita, lakini yule ambaye alikuwa anadaiwa ni ukweli ya kwamba hakumbuki. Kwa hiyo usiondoke na kitu cha mtu ukasema aisha sahau. Deni la mtu halisauliki, ila wewe ambaye unadaiwa unaweza ukasahau, ila mwenye anadai hawezi kusahau. Kwa hiyo ili ubaki salama, kuwa mwaminifu, lipa madeni ya watu na achana na kuiwa na mtu. Maana Biblia yenyewe inasema katika Warumi 13 ile fungu la 8 inasema usiwiwe na mtu kitu chochote isipokuwa kupendana. Kwa hiyo lipa na fanya hivyo. Itakuwa ni msaada wako mkubwa kwa kusikiliza hii video kwenye maisha yako.